unamhitaji kumwelewa Mungu zaidi. Unahitaji kumtafuta Mungu, my friend. Unahitaji kumwelewa Mungu zaidi ya ambavyo unamwelewa. Hauwezi kukua kwa namna yoyote. Hauwezi kukua ikiwa kwenye ile eneo unaomba. Yaani kuna shangaa watu hapa tunaomba mtu yupo. Yaani kama unaangalia shangazi yake, mtu wa Mungu. Hakuna namna ya kuchukua vitu rohoni kuvileta mwilini. Ni kwa njia hii. Ni kwa njia hii. Hakuna namna. Ni kwa nje. Kila siku matatizo ya kati ni kwa sababu kuna bado hujakasirika. Bado umeridhika na maisha yako. Na my friend, kila siku unaumwa kila mwaka, wewe ni hospitali. Hujaamua bado. Hujakasirika hiyo hali. Siku utakapoikasirikia itakukimbia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Acha kufika kwenye eneo kama hilo, naomba kama unanong'ona, my friend, hizo si ndio unanong'ona. Wanaojua thamani ya mambo wanajua wanachokifanya. Dunia itakwambia unacheza, unatania, lakini tunajua maana tunakifanya. Maisha haya mimi ni mchezo. Yaani kama unataka mtakwambia omba na kitabu chako kimevimba, unaweza kuwa nakusumbua, anakisumbua kitabu chako. Mbona kitambi alafu una moto wa Mungu tu? Yaani si nisemeje? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nina uchungu na kizazi changu hiki. Nina uchungu na kanisa la leo. Nina uchungu nalo. Kama vile Yesu alivyolilia kanisa. Alivyolilia Yerusalemu. Akasema right mnanichukua. Alilia kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kufika hatua tumwelewe. Tumtafute Mungu. My friend, unahitaji Mungu akuinue kikubwa. Mungu akupe kibali kwenye uimbaji wako. Alafu unataka uombe kibrazameni. Don't touch me. Kwenye kuomba, don't touch me. Bwana Yesu asifiwe. Waachie wale wa hivi. Waachie waombe hivi. Ambao akitoka kufanya hivi ana mchepuko. Akitoka kufanya hivi ana mambo ya ajabu ajabu. Anaingia kwenye pombe. Alafu anamwambia sio ndani kwenye pombe. Ametoka kanisani hivi. Waachie hao. Wewe mtafute Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani ifike hatua hata mchawi akikuja kukuangia, yaani akigusa tu harufu ya direction nyumba yako ilipo, asikie moto. Yaani akiwaza tu asikie moto. Bwana asifiwe sana. My friend, hatujamjua Mungu, bado hatujamtafuta Mungu. Hatujamtafuta Mungu. Kuna watu ambao walisimamisha jua, akasema jua simama, na likasimama. Ni mtu kama wewe my friend. Ni mtu kama wewe. Kuna watu kwa sababu ya kumjua Mungu na nguvu za Mungu walizokuwa nazo, kwa sababu ya Injili walikubali kuchuma ngozi. Kwa sababu ya Injili wakatoa ngozi yote, akabaki ni nyama tu. Wewe ukisikia tu kichomi tu, yaani hadi imani ya kukumbuka kuwa kuna Mungu ukumbuki. Jambo la kwanza unakumbuka dawa ziko wapi? Muhimbili iko wapi? Lakini kuna watu ambao walichuma ngozi. Kuna watu walikubali kukatwa vichwa kwa sababu ya Injili, sababu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu walishusha moto. Wewe umeshusha nini kwenye kizazi hiki? Tangu umekuwa, tangu umeokoka. Kuna watu waliamuru kwa neno lao, akasema mvua haitanyesha kwa neno langu mimi. Hakujadiliana na Mungu my friend, kwa neno lake.
Mungu anatia tiki. Maadui zako wana nafasi kwenye maisha yako kwa sababu hauna amri katika ulimwengu wa roho. Kuna tofauti ya kuokoka alafu na kuwa na amri kwenye ulimwengu wa roho. Ili uwe na amri kwenye ulimwengu wa roho ni kitu kama hiki, lazima upigwe kwenye ile eneo la maombi. Hakuna namna utapokea power, hakuna namna kupitia prayer. Ninatamani ifika hatua mimi nikisema Bwana Yesu asifiwe, wetu wanatembea nikisema tu hilo neno, lakini siwezi kufika huko mpaka nitafute. Nasema ni serious. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Baba, tujafika. Usirizike na kama muujiza ambako Mungu amekutumia ukafanya. Umemwombea mtu anasikia kichwa kina mgongo, ukamwombea ukajisikia kwa nimeshafika viwango vya ajabu. Sasa kama na mimi naombea kichwa, wakati kuna watu wameombea watu miguu ilikuwa haipo imekatika, anamwombea mtu mguu unaota. Mimi nimeshuhudia, si kama unaelewa, yaani mguu haupo ulikatika, akaomba mguu mwingine ukaota. Bwana Yesu asifiwe. Usifikirie kwamba ni hao hujaamua kumtafuta Mungu. Ukimtafuta Mungu atakuonekania, Mungu atakutumia kwa viwango vikubwa. Kwenye mtaa wenu hata mtu akisikia akiwa na shida, wewe ni jirani yake, lakini yaani hata kuwa kuna jirani yetu hapa anaenda kanisani hakumbuki, kwa sababu haoni matokeo yonao ya kiroho. Unajua kama umezungukwa na watu ambao umepanga au unaishi na watu ambao hawajaokoka, alafu wakapata matatizo na wasikumbuke kuwa wewe umeokoka, una changamoto sana, unamdhalilisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tufike hatua mataifa wakitutazama wamuone Mungu ndani yetu. Yaani anapokuona tu aseme hakika huyu mtu ana Mungu, ananuka harufu ya Yesu. Tufike hatua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hakuna namna tutabadilisha system za nchi za ovyo ovyo. Hakuna namna tutabadilisha, ni kupitia maombi. Kwani mmesikia, mmeona wangapi tangu tumeanza uchaguzi watu wameongea, nini kimebadilika? Nini kimebadilika? Kabla hajasimama pale amechinja kama ng'ombe 100. Yaani kabla hajapewa kile cheo amechinja kama ng'ombe 100. Amezizika nzima, sio zimeliwa. Yaani anachinja, kafara imetolewa, alafu wanazizika ng'ombe kama 100 au zaidi. Alafu wewe tu kwa midomo yako tukisema ndio kuongea hiyo ubadilishe. My friend, ni mpaka tuingie kwenye upande wetu sasa na sisi. Tutafute. Amen. Bwana asifiwe sana. Ofisini kwako unapofanyia kazi, una mwaka leo wa 4 wa 5, unje hata kupewa promotion yoyote. Alafu kuna wenzako ambao wanakuja nyuma yako, wanapokea vyeo, wanapanda juu yako. Alafu umelizika. Mtu mmoja alipewa kazi sehemu fulani, akapewa kazi kuwa manager wa kampuni. Kulikuwa na manager aliyekuwepo, wakamtoa. Kuna mambo aliyofanya wakamtoa ile eneo. Walipomtoa wakamwajiri huyo jamaa. Walipomwajiri, amefika siku ya kwanza ofisini. Siku ya kwanza saa 2 ameripoti ofisini, amekaa kwenye kiti kile ambacho alikuwa anakalia yule jamaa. Ile kukaa ilikuwa saa 2, akalala. Alikuja kuamka saa 9 mchana. Akajua kawaida. Siku ya pili
amekalia tu kile kiti shwa.